Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni ndugu zangu katika kipindi chetu cha katekesi na sala, mafundisho ya imani, na kauli mbiu tuwashe moto wa mapendo ili Yesu ajulikane na kupendwa, ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa, mwanzilishi wa shirika la mapadre, watawa, walei na wasekulari wa mishonari wa upendo wa Kanosa. Jana tumeongea kuhusu tendo la toba. Leo hii tunaongea juu ya utukufu kwa Mungu juu. Wimbo huu ni wimbo wa furaha. Ndio maana hatuuimbi wakati wa Kwaresma, kwani ni kipindi cha toba na masikitiko. Ni wimbo wa kumtukuza Mungu, kumwabudu, kumshukuru kwa zawadi ya wokovu aliyotuletea Bwana wetu Yesu Kristo. Katika matendo ya kiliturujia, Mungu anasifiwa, anaabudiwa, anatukuzwa, anaombwa na kushukuriwa. Hiki ni kipengele kimojawapo cha kumtolea Mungu sifa hizi. Kama maana ya wimbo wa utukufu ndio hii, natakiwa kuimba kwa moyo mkuu na furaha kiasi gani? Wimbo huu pia ni wimbo wa malaika. Wachungaji wakiwa porini walisikia ukiimbwa baada ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe unapoimbwa katika misa, tunaimba pamoja na malaika wimbo wao. Na katika kipengele hiki cha misa, tunamsifu Mungu pamoja na malaika. Kanisa la duniani linaungana na kanisa la mbinguni. Ni heri kiasi gani kwetu sisi kushiriki katika ibada hii takatifu. Utukufu pia huonyesha furaha na shukrani zetu kwa Yesu Kristo, kwa tendo lake la wokovu kwa ajili ya watu wote, hasa wenye mapenzi mema, people of goodwill, wale ambao wanawalisha wenye njaa, wanawanywesha wenye kiu, wanawatembelea wagonjwa, wafungwa, wanawakaribisha wageni na matendo mengine ya huruma. Kwani matendo haya ndo vigezo vya kila mtu anayetaka kuingia katika ufalme wa Mungu na kushiriki karamu ya Bwana ya mbinguni. Utukufu ni wimbo wa kumwenzi Bwana Yesu Kristo, ambaye kwa sadaka ya mateso, kifo na ufufuko wake alivunja kuta za uadui, akaleta umoja, akawafanya Wayahudi, wasioamini na watu wa mataifa kuwa jamaa moja na familia moja, taifa la Mungu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 14. Kwa kusimika ufalme wa amani, haki, upendo, msamaha, furaha. Tunapompokea katika Ekaristi, anatualika kila mbatizwa, mfuasi wake, kutenda kama yeye alivyotenda, kuishi fadhila na fadhili hizi ambazo katufundisha kwa maneno na matendo.
pamoja na Mungu yote yanawezekana. Sisi tumeshiriki kifo na ufufuko wake kwa ubatizo wetu, na alituachia wajibu wa kuwa mwanga na chumvi ya ulimwengu, kumshuhudia popote pale tulipo, ili wasioamini wamwamini na kuokoka, waingie katika kundi moja la mchungaji mmoja. Tusisahau, hivi sasa tunaishi na kutembea katika ulimwengu ambao umemsahau na kumweka Mungu pembeni. Wewe na mimi tunafanya nini juu ya hili? Tunaitwa kuishi maisha ya kiekaristi kwa kumshuhudia na kuendeleza kazi yake ya wokovu, ambayo kwayo hata leo hii tunaendelea kuifurahia na kumshukuru kila tunapoimba utukufu kwa Mungu juu. Kazi hii haijakamilika. Itaendelea hadi mwisho wa dahari. Leo ni zamu yetu kama mitume na wafuasi wa Kristo wa sasa. Zaidi ya kuwa mwanga na chumvi ya ulimwengu, Yesu aliwaombea wanafunzi wake. Akatuombea na sisi pia, ambao tungekuja amini kutokana na ujumbe wao, kwamba tuwe wamoja. Yohane 17 mstari wa 20. Kuishi kwa umoja na upendo ni tunda na matokeo ya jinsi ninavyojiweka wazi na kuinua nafsi yangu kwa Mungu katika sala. My spiritual disposition. Je, nataka na niko tayari kufungua moyo na nafsi yangu mbele za Mungu ili nipokee neema hizi wazi na za bure zinazotolewa katika misa na maadhimisho mengine ya sakramenti na ya kiliturujia? Liturujia inataka tufanye hayo ili tuweze kuwa sura ya Kristo kwa mataifa na ulimwengu wa leo. Na tuwe wote kesho tunapoongea juu ya liturujia ya neno. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.